Karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vinavyokufikia kutoka katika eneo la Nchangwahela kupitia YouTube channel ya Mwenge. Na leo tunavyo vipindi vizuri ambavyo vinakufikia kutoka hapa katika eneo la Nchangwahela. Ningependa kukutana na watu tofauti tofauti na kutuambia ni nini kinaendelea kutoka katika eneo hili. Na leo tutafanya baadhi ya mahojiano na watu tofauti tofauti ili kuweza kujua ni nini hasa kinachoendelea kutoka katika eneo hili. Niko na Mama Awadia Ogilo. Yeye atatupatia uzoefu wake na atatuelezea kwa undani zaidi ili kuweza kukufikishia wewe mtazamaji wetu uliyeko mbali uweze kufahamu kwamba kambi ya vijana eneo la Nchangwahela ni nini kinafanyika katika eneo hili. Mimi naitwa Mama Awadia Ogilo, kiongozi wa idara ya vijana Mwenge, kanisa la Mwenge wa Sabato. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana, tuna effort inayoendelea hapa, ni effort ya wiki mbili. Tulianza tarehe 16 mwezi wa 11 na tutamaliza tarehe 29 mwezi wa 11. Katika effort hili tuna ile uinjilisti ya nyumba kwa nyumba. Tumetembelea mandugu zetu huku kote, eneo ni kubwa sana sana. Na watu wa hapa ni wakarimu sana, wametupokea vizuri. Tumeomba nao, tumewatia moyo, na wale ambao wamekubali tumesoma nao neno. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini hiyo sio tu. Pia hapa katika effort hii kuanzia saa 9 mchana tunakuwa na uimbaji mkuu kila siku. Wanakwaya wanatoka sehemu mbalimbali, wanatoka Mwenge SDA na wanakwaya wa hapa Nchangwahela. Tunaimba, tunamsifu Mungu kwa saa nzima. Saa 10 kamili tuna somo la afya ambayo nafundisha mambo mengi, jinsi ya kuzuia magonjwa, jinsi ya kutoa huduma ya kwanza, mambo mengi sana, na wenyeji wetu wamefurahi sana. Alafu kuanzia saa 10:30 tuna masomo mazuri ya kaya na familia, malezi mazuri, jinsi ya kufundisha watoto maadili mema, na jinsi ya mume na mke kukaa mfano mzuri na kufuata yale maelekezo ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mungu, jinsi ya kuishi maisha ya furaha. Haya yote yanapatikana hapa. Kuanzia saa 11 tunapata mahubiri mazuri sana. Tumetembelea nyumba tofauti tofauti na wamefurahia sana. Wanasema kwamba kwa kweli wamebarikiwa. Na mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyopata maelezo kutoka kwa mama yetu Awadia. Unaweza ukatuambia kwamba ilikuwa ni nini haswa njozi ya vijana kuweza kuona kwamba ni sehemu muhimu ya kuweza kutengeneza effort katika eneo hili la Nchangwahela? Ni ipi ilikuwa njozi na ni nini kusudio lenu hasa? Kama tunavyojua, lengo kuu la idara ya vijana ni kufanya uinjilisti. Mwaka huu lengo ni kufanya uinjilisti. Kwa hivyo huku tuna kundi tayari, lakini kazi ni kubwa sana. Kwa hivyo tumeona hapa ni sehemu sahihi. Hasa kwa wakati huu watu wengi wamehamia huku. Jiji imekuwa kubwa, watu ni wengi. Kwa hivyo sasa tumekuja kufanya hiyo injilisti hapa. Asante sana mama. Ninakushukuru sana kwa maelezo yako uliyotupatia, lakini leo tumeona kuna kitu ambacho kinaendelea hapa. Na wenda mtazamaji anaweza akawa anajiuliza, amezoea labda kupata katika vipindi kwenye ile mida ya saa 10, lakini leo anaona tumeanza kwenye muda huu. Kuna nini haswa? Leo ni siku muhimu sana, na ni siku ambayo wenyeji wetu wa hapa walikuwa wanaisubiri kwa hamu. Yaani wenyeji wa dini tofauti tofauti wote walikuwa wanasubiri siku hii. Leo siku ya Ijumaa tuna madaktari tofauti tofauti wamekuja hapa. Leo tunafanya vipimo, tunatoa matibabu, tunapima afya, tuna watu wa maabara wako hapa, tunatoa dawa ya bure. Kwa hivyo wakati tulikuwa tunatembea manyumbani, tulikuta wagonjwa wengi ambayo hawana uwezo, hali ni ngumu, hawana hela ya kwenda hospitalini, mambo mengi, changamoto kubwa sana. Kwa hivyo leo tunafanya hiyo kazi. Tuna watu wamekuja na baadaye mtamuona daktari hapa ambaye ataongea pia. Kwa hivyo leo tunatoa matibabu bure. Haya yote tunafanya kazi ya Yesu. Yesu alipokuwa hapa duniani, alikuwa kabla hajatoa neno, anatibu wagonjwa kwanza, na wale wenye njaa anawapa chakula. Naam, hivi ndivyo kanisa langu linavyofanya kupitia idara yetu ya vijana. Naam, niko na daktari
atajitambulisha yeye ni nani na anahusika na kitengo gani leo. Daktari, habari yako? Nzuri. Nzima? Mimi mzima. Unaweza ukajitambulisha kwa mtazamaji ambaye yuko anatutazama kwa wakati huu? Unaitwa nani? Unahusika na kitengo gani katika huduma hii? Karibu. Asante. Kwa majina ninaitwa Irene Titus. Mimi hapa ni muuguzi wa afya katika kitengo cha pharmacy. Kwa nahusika na swala zima la ugawaji wa dawa katika huduma hii hapa. Asante sana. Unaweza ukatupa uzoefu wako katika huduma hii ya afya ni hipi hasa? Katika huduma hii ya afya, kwanza nimekuwa na uzoefu kutokana na namna ambavyo nimekuwa nikikambika kwa takriban kambi 4. Nimehusika katika kambi 4 ambapo kambi ya kwanza tulifanya Bagamoyo ambayo ilikuwa inaitwa Matimbwa. Kambi ya pili tukaenda kuifanya katika Sifa Children, kituo cha kulea watoto yatima. Kambi ya tatu nikaenda kufanya Maharaka ambapo ipo Morogoro, na hii hapa ni kambi yangu ya 4. Huu ndio uzoefu wangu. Asante sana. Katika hizo kambi zote ambazo umetembelea, ni upi uzoefu wako juu ya wananchi au raia ambao unakutana nao kwa ajili ya kuwahudumia? Kwa namna ambavyo tumekuwa tukizunguka maeneo mbalimbali, tumeona ni kwamba wananchi wengi wanahitaji kupata huduma za kiafya, lakini changamoto kubwa imekuwa namna gani ambavyo watapata hizo huduma za kiafya, kwa maana wanakosa ukosefu wa fedha. Kwa hiyo unakuta wanashindwa kupata matibabu sahihi kwa sababu hawana fedha. Kwa unakuta wengine wanakaa majumbani, wanaendelea kuguza magonjwa yao majumbani, hivyo hata kupelekea vifo muda mwingine. Asante sana. Na unamwambiaje mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa kipindi hiki cha Kambi la Afya? Ni wipi wito wako hasa kwa yule ambaye pengine anaona kwamba anaweza tu akatulia nyumbani, akajiuguza taratibu? Ni nini cha kumwambia? Kitu cha kumwambia, kwa leo tupo ndani ya Bagamoyo na huduma zetu ambazo zinapatikana hapa ni huduma ambazo ziko bure. Hazina malipo yoyote. Na pia huduma ambazo tunazitoa, kwanza tunakuwa na sehemu tofauti ambazo mgonjwa anapitia. Akifika ataanza na huduma ya awali, ikiwemo ni kupima uzito, kupima urefu na kuangalia blood pressure yake. Akitoka hapo atapata fursa ya kwenda kumuona daktari na kuongea na daktari ili kupata ushauri namna gani ya kusaidiana kutatua changamoto alionayo. Anapotoka hapo anaenda kupata vipimo kama vile kupima damu, mkojo, sukari ili kuangalia kiwango ambavyo vipo ndani ya mwili wake. Akitoka hapo atapata huduma ya uinjilisti, kwa sababu licha ya kutoa huduma ya kiafya na pia tunatoa huduma ya kiroho. Kwa akitoka hapo ataenda kumuona uinjilisti kwa ajili ya kupata huduma ya kiroho, ndipo ambapo atakapoingia katika pharmacy na kumpatia dawa husika. Wito wako ni nini haswa kwa madaktari wengine ambao wamepewa taaluma kama hii unaoifanya wewe? Wito wangu ni kwamba wataalamu wa afya ambao wako majumbani, kuna watu tofauti, madaktari, wafamasia, marabu wako nyumbani, lakini nachoomba ni kwamba wawe na moyo wa kujitolea, kwa sababu kitu tunachokifanya kupitia makanisa mbalimbali ni kama wito ambao tunapewa na Mungu ili kufanya kazi yake iende vyema. Kwa na washauri ni kwamba vijana wenzangu tusikae majumbani tu, kwa sababu wenye uhitaji ni wako wengi sana. Kwa wawe na moyo wa kujitolea ili kujua namna gani ambavyo tutasaidia jamii yetu. Asante sana daktari, na hivi ndivyo daktari anavyotukaribisha katika eneo hili la Changwahela. Kwa wewe mtazamaji unayetufuatilia kwa wakati huu, ni fursa yako kuweza kusogea katika maeneo haya na kupata huduma bure kabisa. Asante sana, ulikuwa nami mtangazaji wako Revana Leonardi.